Nataka kuiweka ya kwanza kabisa kwa sababu leo nimepewa warnings nyingi, nimepewa emails za serikali ambayo inanitrack na kunitishia, na nisingependa hapa kuweka wazi matisho ambayo naipata kutoka moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania, na vile watu wanajitambulisha kabisa wao ni nani, kwa sababu sitaki kuwajengea hofu juu zenu. Sisi ni watumishi wa Mungu, na ukimgusa mtumishi wa Mungu umemgusa Mungu. Sasa kwa vile wale majamaa wameniletea maneno ya matusi na wameniletea vitisho vikali sana kama emails, mimi jawabu langu kwa vile hapa wapo nawaambia kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Na ukimgusa mtumishi wa Mungu unacheza na Mungu. Haya. Ndugu zangu, katika tangu maharakati zinaanza, wameanza kaka zetu na dada zetu kwa muda mrefu sana kupigania taifa yetu. Kama hapa juu tunawaona kina kaka Twaha, kina kaka Summer, kina kaka Nurvaz, kina Jacqueline wa Love. Hawa ni watu ambayo wameanza kututetea na kuzungumza taifa yetu kabla yangu mimi kuja juzi. Kwa hiyo ninapenda sana tuwape heshima zao, tuwape shukurani na tukue tunafahamu uwepo zao. Kuna dada kama kina Mange na watu wengine wamezungumza sana. Lakini hatima yake watu ambazo wanazungumzia mambo bora zaidi kuhusu nchi yetu wanaambiwa kwamba nyinyi kama kweli mnaipenda, kwa nini hamrudi Tanzania? Kwa nini hamuji kukaa Tanzania? Kwa nini wewe unapenda nchi yako, kwa nini huji kuandamana Tanzania? Sasa leo naomba kuwapa taarifa ambayo itawashtua sana. Katika nchi yetu ya Tanzania tuko na mihimili ya serikali mikuu mitatu, ikikuwemo mahakama pamoja na bunge. Na tukizungumza bunge, maana yake tunazungumza mtu ambaye ni kichwa ya bunge, anaitwa speaker. Ni speaker ya bunge. Na speaker ya bunge wa sasa jina yake Bwana Zungu. Huyu bwana ni mtu ambaye anapenda kujionesha mbele za watu. Sura yake ni mtu mzalendo sana na anapenda nchi sana, na hapendi watu wako nje za nchi wanakushawishini kwa nini hawarudi hapa. Naomba kuwapa taarifa mbaya sana ya huyu bwana. Bwana Zungu ako na mke na ako na watoto zake. Huyu bwana, mkewe na watoto zake wameomba ukimbizi nchini Belgium miaka mingi iliyopita. Na baada ya kuomba ukimbizi nchini Belgium, wakaidanganya serikali ya Belgium kuiambia kwamba wao ni wa Somali. Kwa sababu wanasema huko Somalia wako na mavita na wako na mashida, kwa hiyo wamekimbilia Belgium. Kwa sababu tu ya ukarimu ya nchi Belgium, na kwa sababu umefanyika udanganyifu mkubwa sana, wakapatiwa permit, mwisho yake hawa watu wamepewa passport Belgium. Sasa ndugu yangu, hawa watu mpaka leo ni mke ya speaker ya bunge anakuja Tanzania kwa passport ya Belgium, passport ambayo imeandikwa kwamba huyu mtu amezaliwa Somalia na asili yake ni Msomali. Migration Tanzania, kama nyinyi kweli mnapenda kukanusha mambo, naomba leo ama kesho mtupe jawabu, na mkikurupuka tutaweka mapassport yao, jambo ambayo hatutaki tufike huko. Hawa watu wanaingia Tanzania na mnajua wako hapo Tanzania, wamezaliwa Tanzania. Kwa nini hamujakuwa mkawafungulia uchunguzi, ama kwa nini hamujairipotia mamlaka ya Belgium kwamba hawa watu wamezaliwa Tanzania na sio wa Somali? Kwa nini? Na kama hiyo bado haitoshi, watu hawa ambayo wako na passport ya Belgium wamepewa NIDA. Wamepewa kitambulisho ya Tanzania iliyokuwa na namba ya usajili ya NIDA, ambayo inawaruhusu tena kuombea passport ama kupata haki ambayo ndugu zetu wa Tanzania wanapaswa kupata. Ndugu zangu, hii ni mambo ambazo viongozi ya Tanzania inajaribu kudanganya na kucheza na akili za maraia zetu, kuambia kwamba kwa sababu tu mtu anaishi Amerika na anapigania nchi yake, huyo si mzalendo. Naomba ndugu yangu peke zenu munijibu. Je, kati yangu mimi ambaye niko na passport ambayo wazi peke yake imeandikwa kwamba mimi nimezaliwa Tanzania, kwa sababu hii nchi niko wanajua kwamba mimi nimezaliwa Tanzania, na mtu ambaye kafika kuidanganya serikali ya Belgium kwamba wao ni wa Somali wakati ni wa Tanzania. Migration ya Tanzania inajua hii jambo.
Usalama ya taifa Tanzania inajua hii taarifa. Kwa nini watu hawa wanalindwa? Kwa nini mahaki haza masheria hizi ambazo zimekuwa zimepangwa zimekuwa zinawashika watu maalumu tu? Kwa nini waandishi za habari za Tanzania wanapokuwa wanaongea na mheshimiwa Tundu Antipas Lissu wanamwambia kwamba kwa nini wewe watoto zako inakula bata Amerika? Ndiyo, lakini wale wamezaliwa Amerika na kwa dokumenti zao inaonyesha kwamba wazazi yao inatoka Tanzania. Hakuna kitu imedanganya. Naomba mpelekee masalamu bwana Spika ya Tanzania. Kwa nini mkewe ni ana uraia ya Belgium, bado juu yake kaidanganya Belgium, kaiambia yeye ni Msomalia ili aweze kupata nationality ya Belgium. Na yeye Spika ni muhimili ya nchi yetu. Ninaomba kutoa wito kwamba kwa sababu tuko na lengo ya kuparalyze serikali, tunampea Spika ya bunge wiki moja atoe jawabu ama ajiuzulu. Vinginevyo hatua tunafanya ni moja. Tunawasiliana na migration office ya Belgium. Tutapeleka ushahidi ya mke zake na watoto zake. Tunaambatanisha na birth certificate, yani mavyeti za kuzaliwa ya mkewe na watoto zake kwamba imezaliwa Tanzania. Nitapeleka migration ya Belgium ID za hawa watu kwamba wako na ID ya Tanzania. Na nitaiambia migration ya Belgium kwamba wafute haraka iwezekanavyo uraia wao, kwa sababu hawa watu zimepata uraia kwa njia ya udanganyifu mkubwa sana, ambayo kwa mujibu ya sheria ya Belgium na European Union, udanganyifu huu inapelekea hata kupelekwa majela. Sasa kwa sababu tu mumeyapea ndugu zetu na mafamilia zetu stress, na vile tumewaahidi kwamba tutaparalyze hii serikali kwa njia ambayo hakuna mtu yeyote Tanzania anaweza kufikiria, hii ndio tunafanya sasa. Mheshimiwa Bwana Zungu, nadhani wiki moja inakutosha kujitathmini na kutoa maamuzi ya kuachia hiyo kiti takatifu kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu tu uweze kuokoa uraia ya watoto wako na mke wako. Na wewe peke zako ndio utakuwa na maamuzi. Hao washenzi wamefanyaje? Shusha. Kuna kingine tena sana. Dawa inaingia. Dawa. Hiyo mabisi Ni kishamba, hiyo Panadol, hiyo sindano, dawa inaingia. Damn. Baba waleta.